Bwana Yesu asifiwe. Munisalimie hivyo hewani watu wa Webuye. Hey. Naona mko area. Hata mimi niko area. Si ndio? Kwanza wacha nichukue nafasi hii watu wa Webuye na watu wa Bungoma niwashukuru sana kwa kura zenu. Asanteni sana kwa kura zenu. Narudia tena kusema asanteni sana kwa kura zenu. Mlinipatia kura, mkapatia weta, mkapatia seneta, governor, mbunge wetu wa hapa, MCAs. Mimi kwa niaba hawa wangwana wote, kwa niaba yao mimi nasema asante sana. Ile kitu mimi nataka niwahakikishie, tutaungana ndio tuwafanyie kazi. Tumeelewana? Mimi nataka niwashukuru sana. Leo nimewatembelea hapa Bungoma kwa sababu ya shughuli ya maendeleo. Kwa mwaka mmoja nilikuwa nasumbuliwa na mambo ya madeni. Mnajua wale watu jamaa wa handshake na rege walizungusha rege mpaka madeni ikazidi. Sasa nimezumbuka kujaribu kulipa madeni, lakini mimi nataka niwahakikishie hiyo story sasa nimeipanga vizuri. Hiyo madeni tutalipa bila matatizo yoyote. Tunaelewana? Na sasa nimekuja kuwaambia vile tutapanga sasa mambo ya maendeleo. Sawa sawa? Kwanza mimi nimekuja hapa kuwashukuru kwa sababu nyinyi ni wakulima wa bidii. Watu wa Bungoma wanajulikana. Uasin Gishu, Kitale na hii Bungoma ndio granary ya chakula ya taifa letu la Kenya. Wakati wengine walikuwa wanafaa sufuria, nyinyi mlirudi shambani mkatusaidia kuzalisha chakula. Ndio hii Bungoma leo ni food surplus county. Yaani nyinyi mko na chakula mpaka mnatusaidia tunalisha Wakenya wengine. Mimi nawashukuru sana. Na ndio sababu nilisema kazi yangu ya kwanza ni kupunguza ile mbolea ilikuwa 7,000, nimeteremsha chini mpaka 2,500 saa hizi. Na nimelete mbolea nimejaza dunia hii. Magunia malori 200 tayari inakuja hapa Bungoma. Kwa sababu mimi nataka wakulima wetu atusaidie tuzalishe chakula, tufukuze njaa katika taifa la Kenya. Nyinyi mnanielewa jameni? Kwa sababu njaa haiwezi kutoka Kenya kama hatuwezi kuwasaidia wakulima. Na ndio sababu tunaweka pesa nyingi kwa kilimo, tunasaidia wakulima ndio tuweze kuzalisha chakula ili tusiendelee kuagiza chakula kutoka nje. Just imagine watu wa Bungoma, ati mpaka saa hizi kila mwaka tunatumia bilioni 500 kuagiza chakula kutoka nje. Tunaagiza mahindi, tunaagiza mchele, tunaagiza sukari, tunaagiza sijui nini. Hiyo mnataka hiyo kazi iendelee namna hiyo? Hiyo bilioni 500 tunalipa wakulima wa nchi zingine, hiyo bilioni 500 tulipe wakulima wetu watuzalishie chakula. Ama namna gani jameni? Ndio mimi nasema the best way ya kuhakikisha kwamba tuko na chakula ya kutosha, tupunguze gharama ya maisha, ni kuzalisha chakula kwa kusaidia wakulima wetu watufanyie hiyo kazi. Tumeelewana? Tuko pamoja jameni? Ya pili ni kuhakikisha kwamba chakula ikizalishwa isiharibike. Ndio nimekuja hapa kujenga hii soko. Hii soko nitaweka mpaka kutakuwa na cold rooms, ili mboga ya hawa kina mama isiharibike tena. Mboga ikibaki inawekwa cold room, kesho iko fresh kama ile ya jana. Sijui kama tunaelewana. Hapa leo nimewaletea milioni 50 ya kujenga hii soko yenu ya hapa Webuye. Ingine nimeanzisha ujenzi kule Naitiri. Niko na soko 9 nataka nijenge hapa Bungoma, na nimeweka milioni 450 ya kujenga hiyo masoko. Alafu soko kubwa mimi najenga pale Bungoma town. Nataka nijenge pale soko ya karibu shilingi milioni 300, ndio tuhakikishe ya kwamba chakula ya wakulima isiharibike tena. Chakula ikifika sokoni, sisi wote chakula isitupwe kwa sababu imeharibika. Tuwe na storage, tuwe na cold room, tuwe na processing, ndio tuhakikisha kwamba tunaondoa njaa katika taifa letu la Kenya. Watu wa Webuye tunaelewana? Mimi najua nimekuja kama imekuwa jioni, lakini nilikuja hii ndio mjue umuhimu yake.
na mimi nitarudi hapa tena na tena, kwa sababu sasa ile kazi ilikuwa inanisumbua ya madeni nimemaliza. Sasa ile kazi imebaki ni yenu, si ndio? Nikuja ninyoroshe hii dunia. Ya pili, mimi nimekuja pia mambo ya Nzoia, si ndio? Hii Nzoia mimi niliwaahidi mambo matatu. Ya kwanza niliwaambia ile madeni ya bilioni 50 ambayo ilikuwa imerundikwa hapa Mumias, hiyo deni mimi nitafutilia mbali na tutaondoa hiyo madeni. Leo mimi nimekuja kuwatangazia certificate ya write off ya hiyo deni tumeleta hapa Mumias, hapa Nzoia. Tunaelewana? Sasa Nzoia haina deni ya mtu hata shilingi moja. Nyinyi mnanielewa? Mnanielewa? Ile bilioni 50 nimepeleka kwa cabinet, nimepeleka kwa bunge, nimeambia treasury waandike certificate ya kuhakikisha kwamba madeni yote imefutiliwa mbali na serikali ya Kenya. Jambo la pili, niliwaambia tutalipa wakulima. Leo nimekuja na hundi ya pesa, na ndani ya siku 2 hakuna mkulima atakuwa na deni tena ya kupeleka miwa pale Nzoia. Nyinyi mnanielewa? Tunaelewana? Ya tatu, niliwaambia nitapanga management mpya ya hii Nzoia. Kwa sababu sasa nikuulize wewe mtu ya Webuye. Sasa mkulima amepeleka miwa yake kwa kiwanda, si ndio? Ile miwa imesagwa, imeuzwa, mkulima hajalipwa, mfanyikazi hajalipwa. Hiyo ni biashara? Si hapo iko ukora? Sasa mimi nimetafuta pesa ya serikali kuja kulipa wakulima. Sasa nimewacha deni bado iko ya wafanyikazi. Na ile mahali wafanyikazi walikuwa wanafanya kazi hiyo ya kusaga miwa hawajalipwa. Mnataka tuendelee na hiyo biashara? Hawa watu siniwasafirishe? Tubadilishe hii Mumias, tubadilishe hii Nzoia management ama tusibadilishe? Tubadilishe ama tusibadilishe? Mnasema tubadilishe? Hawa watu waende. Tulete mtu hapo ambaye atasimamia sawa sawa. Hebu nione wala anasema tubadilishe hiyo maneno. Alafu kuna mwingine ananiletea hapo maneno ya pesa 8 ati tawe nini? Sijui kama tunaelewana. Ile kitu mimi siwezi kubali, na nataka mnisikize watu wa Webuye na hapa Bungoma. Kampuni yenu ya Nzoia haitauzwa kwa mtu yeyote. Ile ukora ilifanyika hapa pan paper haiwezi kufanyika ni mimi nikiwa rais. Nyinyi mnanielewa? Ati mtu wakuja na Kiingereza Kiswahili alafu achukue kampuni ya wananchi alafu hapa, na hiyo haiwezekani. Na tayari niliambia hawa wakora, si ndio? Simulisikia niliambia wale wa Mumias, hawa wakora ambao wametusumbua kwa hizi kampuni. Tunapeleka miwa, wanasaga miwa, wanakula pesa ya miwa, hawalipi wakulima, hawalipi wafanyikazi. Nimewaambia mambo yao ni mangapi? Yes. Either tuwapeleke jela ama wahame Kenya ama hiyo ingine. Mimi naona nyinyi mko na network. Ama mnasemaje watu wa hapa? Si ndio? Mnasema tubadilishe usimamizi ya hii kitu. Si ndio? Mimi nimesema ile management tutaweka hapa lazima ifanye mambo 3. Number 1, ilipe wakulima bila ya kuongea maneno mingi. Ya pili, walipe wafanyakazi. Na namba ya 3, tupate bonus yenye tutapatia wakulima na watoto wa hapa kutoka hiyo kampuni. Sijui kama tunaelewana. Kama wakulima wa chai wanapata bonus, mbona wakulima wa miwa wasipate bonus? Si lazima wapate bonus? Yes, they must get bonus. Hiyo lazima tuendelee namna hiyo. Wakulima wa kahawa wanapata bonus, wakulima wa chai wanapata bonus. Hii ya miwa wanapata debit. Si mmesikia iko debit kwa hii kitu? Ama mjasikia hiyo maneno? Mtu anaenda pale badala ya kulipwa anaambiwa anadaiwa. Hiyo story haiwezi kuendelea hii Kenya. Tumekubaliana watu wa Mumias? Tumekubaliana watu wa Webuye? Tumekubaliana na Nzoia? Vile vile mimi nataka vijana munisikize vizuri. Vijana muko? Vijana muko? Vijana wa Webuye, sisikii sauti yenu. Muko area ama muko? Sikizeni. Mimi nilisimama hapa nikawaambia
lazima tupange ajira ya hawa vijana, kwa sababu tuko na vijana karibu 5 Kenya wamemaliza shule, wengine wako na certificate, diploma, hata na degree, lakini wako nyumbani, wanahangaika madukani, wanahangaika kule vijijini kwa sababu hawana kazi. Ni kweli ama si kweli? Ndio nimesema niko na mpango mara 3, because I made a commitment to the people of Kenya, including the people of this county. Niliwaambia tutapanga ajira ya hawa vijana. Kazi yetu ya kwanza, and I said it here, niliwaambia tunapanga program ya housing. Hiyo program ya housing nikizungumza na nyinyi saa hizi, kwa ile sites tumeanzisha, tuko na vijana 1130 wanafanya kazi as I talk to you. Leo mimi nimekuja kuanzisha ya Bungoma County. Hapa nataka tujenge nyumba 20,000. Na mimi nataka vijana 30,000 wa kufanya hiyo kazi. Vijana wa Webuye, mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Tunahitaji architect, tunahitaji engineer, tunahitaji quantity surveyor, plumber, electrician, tunahitaji carpenter, tunahitaji mason, steel fixer, tunahitaji watu wa kufanya kwa kampuni ya simiti, tunataka watu wa kufanya kwa kampuni ya chuma, hata kware, tunahitaji kokoto, hata watu ya kutransport. Hiyo biashara yote tunataka ipatie nyinyi ajira. Tunataka kuajiri vijana 1500 by the end of this year katika program ya housing. Mko tayari? Mko tayari? Nimesema nikirudi hapa tarehe 1 na kuja launch the next phase ya 5,000 housing units pale Bungoma town. Alafu tutapanga ingine Webuye. Alafu tutapanga ingine mpaka tuhakikisha kwamba hawa vijana wako na ajira. Vijana mnanielewa? Alafu unasikia ati kuna wengine wameenda kupinga hiyo maneno kotini. Yaani mimi nashangaa hii Kenya, sijui tuko na shida gani. Yaani wewe uko na kazi, bibi yako ako na kazi, tumepanga kazi ya hawa mahasla, unaenda kotini kwenda kupinga. Sio ni mambo ya upumbavu kabisa? Ama namna gani jameni? Sijui kama tunaelewana. Mimi nauliza nyinyi, hii program ya housing ambayo itaajiri hawa vijana iendelee ama isiendelee? Si ndio? Ama namna gani? Namba ya pili, vijana tena mnisikie. Mimi nimeenda Marekani, nimeenda Ujerumani, nimeenda Ufaransa, na tumekubaliana na wao bilateral labor agreement ya kwamba tutakuwa na ajira vijana wanafanya hapa, inaitwa digital jobs. Na ndio sababu mimi nimepeleka CDF Act bunge, wamebadilisha sheria ya CDF. Mimi nimesign sheria mpya ya CDF, inasema kila ward tutajenga ICT hub. Kila ward, mahali vijana wataenda pale, mimi nitaweka kompyuta, mimi nitaweka mtandao, mimi nitaweka waalimu. Wewe ukiwa hapa utaenda pale ujifundishe only 1 month. Uko tayari kufanya kazi any job abroad na unalipwa na pesa ya dola. Sasa wewe mtu ya Webuye, kila ward na wajumbe wenu wako. Wewe investor umesikia? Na wewe Dan umesikia? Wewe Dan na wewe investor, muko na only 4 months mumalize ICT hub. Mimi nitaleta kompyuta, mimi nitakuja kuweka mtandao, mimi niko na walimu ya kufundisha hawa mahasla. Nyinyi mufanye kazi, tuweke pesa kwa mfuko, Kenya isonge mbele. Nyinyi mnakubali hiyo story ama mnataka tufanye namna gani? Si tupangane namna hiyo? Nilisikia watu ya upinzani, mtu ya kitendawili anasema ati mbona Ruto anataka kupeleka vijana nje ya nchi. Kwani alikuwa anataka vijana wafanye kazi wapi? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Nauliza wewe mtu ya Webuye, ikipatikana kazi wa Webuye si utafanya? Ikipatikana kazi Bungoma si utafanya? Eldoret si utafanya? Nairobi utafanya? London utafanya? New York utafanya? Iko shida? Huyu mtu amesema bora pesa. Ama namna gani? Hiyo kazi nipange ama nisipange jameni? Na unajua maajabu, nimeuliza hawa watu ya kuzimia. Sasa nikauliza nyinyi, hamutaki tupange kazi ya housing, mumepeleka kotini. Hamutaki tufanye digital. Hamutaki hata hawa vijana waende ng'ambo wafanye kazi. Nyinyi mko na mpango gani? Ati wanasema ati wako na mpango ya maandamano. Maandamano ni kazi mtu anaweza kufanya? Sio ni ujinga? Ama ni ukumbavu?
ama ni yote mbili? Anyway, so tupangane namna hiyo, tutaendelea namna hiyo pamoja. Mnasema tusunge namna hiyo? Hebu ni wale wana wanasema tuendelee na hiyo kibarua. So hapa niko na viongozi wenzangu, sawa sawa, na mimi nimekuja dunia hii, mimi nalala, nimekuja na blanketi. Mtanipanga mahali ya kulala? Mtanipanga wapi? We wacha nani, we wacha. Ati huyu jamaa ananionyesha mrembo mwingine, anasema we pangana na huyu. Ati sasa wewe utaniharibia maneno, Recho ataniletea shida. Sijui kama tunaelewana jameni. So niko hapa na Papa wa Roma, si atusalimie?